Je, mwanamke anaweza kujifungua watoto wangapi katika maisha yake? 10, 20 au hata 44 kama Mariamu na Batanzi kutokea Uganda? Vipi kama nikikwambia kuwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mji wa Goma kuna mwanamke ambaye amejifungua watoto 53? Nitakufa mbio mimi. Kama nitaacha kuzaa naweza kufa. Kama unadhani umeona kila kitu duniani, unajidanganya. Hebu fikiria, leo nimekutana na mwanamke ana umri wa miaka 50 na ana watoto 53 na hakuna anayemzungumzia. Mimi ndio mama Francine. Jina langu ni Francine, nina miaka 50 na pia nina watoto 53. Katika video hii tutaangazia jinsi mama huyu alivyozaa watoto 53. Na usicheke, fikiria kama wanafunzi wote wa darasa lako wangekuwa ndugu zako. Ikoje hiyo? Francine alijifungua vipi watoto 53? Ni nani baba yao? Na amewezaje kuwatunza wote kwa miaka yote hii? Na kwa nini hakuna mtu ambaye amewahi kusimulia hadithi yake? Twende pamoja kwa sababu hii itakuwa ni moja ya kisa chenye hisia zaidi kuwahi kutokea. Mtumbu wa Mary anazaa. Nina ndugu 52. Siwezi hata kukumbuka majina yao au nyuso zao wote. Wakati mwingine nakutana na ndugu zangu barabarani na hata siwezi kuwatambua vizuri mpaka wanisimamishe na kujitambulisha. Tuko wengi mno. Mtoto wake wa 6. Mimi ni mtoto wa 6 kati ya watoto 53. Ndugu zangu wengi kwa sasa wameolewa na wengine wameshaoa, na mama yangu ana wajukuu zaidi ya 10. Safari yangu ilianza mapema asubuhi, kwenda kuchunguza jinsi familia hii kubwa inavyoanza siku yao, kujua sehemu wanapolala, shughuli zao za asubuhi na jinsi wanavyoweza kumudu maisha. Hivi ndivyo watoto wangu wanavyolala. Kama unavyooona, tukiweka vitanda hapa, chumba kinakuwa kidogo mno. Kwa hiyo tumeamua kuweka magodoro sakafuni. Watoto wakubwa wa kiume na wasichana ambao hawawezi kulala na wadogo, wao wanalala kwenye sofa sebuleni. Ndio maana tulinunua sofa ndefu angalau wazitumie kama vitanda usiku. Kulala hapa sio rahisi hata kidogo. Nyumba ni ndogo mno kulingana na ukubwa wa familia. Wanapoamka asubuhi, changamoto inaendelea kama kawaida, kutafuta namna ya kuoga na kujiandaa kwenda shule kwa kuwa wana bafu moja tu. Kama ilivyo kwa watu wengi wa Afrika, hususan sehemu za vijijini, husubiri mpaka majira ya usiku ndio waoge nje. Hiyo ndio lifestyle yao na siwezi kuwalaumu. Je, Francine anahitaji kupika chakula kiasi gani kila siku kwa ajili ya kulisha watoto wake? Baba, kila siku mimi nabapigiaka chakula tu ya mingi, juu watoto ni ba mingi sana. Kama unavyoona, siwezi kuwabagua. Hata wajukuu wangu kila siku huja hapa nyumbani na inabidi wao pia wale. Kila siku natumia zaidi ya kilo 26 za unga wa mahindi na kilo 7 za maharage kuhakikisha kuwa watoto na wajukuu wangu wote wameshiba. Leo wanapika ndizi aina ya matoke, lakini hebu ngoja tujadili. Sio kusema kuna harusi hapa, maana sio kwa wingi wa watu na chakula hiki. Pia na kazi za hapa ni nyingi mno, na kufanywa na mtu mmoja ni kitu kisichowezekana. Uzuri ni kwamba familia nzima inawajibika katika kazi. Mimi niko komisioner, ni kazi yenye siwezi pata leo kesho donke. Ni aibu sana kwangu maana kazi yangu haitabiriki. Natamani sana ningemsaidia mama yangu maana tupo wengi mno. Lakini safari ya Francine haikuanzia hapa. Nilipokuwa na miaka 16, nilikutana na mwanaume mmoja. Akaniambia ananipenda. Ndipo nikapata mimba ya mtoto wangu wa kwanza aitwaye Kambali, lakini aliniacha. Baada ya kufikisha miaka 19, nilikutana na mume wangu ambaye alinipenda sana na ndiye ambaye nimezaa naye watoto 52. Kwa bahati mbaya mume wangu alifariki miezi 2 iliyopita. Kama ungekuja mapema, ungeweza kumuona. Alikuwa ni mwanaume wa ajabu sana kuwahi kumuona, na hiyo ni kutokana na nguvu zake.
Kweli hatuna bahati. Baba wa familia hii hayupo. Nilikuwa natarajia kukutana naye, lakini ndio hivyo tena, alishaaga dunia. Tulimuuliza Francine, ulijifungua vipi watoto wote hawa? Nitakufa mbio mimi naacha bale ba. Kama ningeacha kuzaa basi ningekufa. Wacha nieleze. Nilizaliwa na hali hii ya kurithi iitwayo hyperovulation. Hali hiyo hupelekea yai moja katika mzunguko kutengenezwa kwa wingi. Hali hii huongeza uwezekano mkubwa wa kupata mapacha wawili, mapacha watatu au hata watano. Nilipofikia mtoto wa 12 nilienda kumwona daktari, na yeye aliniambia ni lazima niendelee kuzaa ili kupunguza uzalishaji wangu wa mayai, vinginevyo ningeweza kupata uvimbe ambao ungetokea kwenye ovari zangu na mwisho wa siku kupoteza maisha. Kwa maana hiyo mimi na mume wangu tuliendelea kuzaa ili kuweza kuokoa maisha yangu. Mimi sio daktari, kwa hiyo sijui kama hili lilikuwa ni suluhisho kwa hali yake au la, lakini sipo hapa kuhukumu au kubadilisha chochote. Ila kama ni kweli, ana bahati sana, maana aliweza kuokoa maisha yake. Lakini kuwa na watoto 53 akiwa na miaka 50, hii inawezekanaje? Mimi niko na watoto 53. Nilijifungua watoto 53 katika mimba 17 tu, na hivi ndivyo ilivyokuwa. Mapacha watano nilizaa mara 2, mapacha wanne nilizaa mara 3, mapacha watatu nilizaa mara 4, mapacha wawili nilizaa mara 5 na kujifungua mtoto mmoja mara 3. Hiyo inakamilisha hesabu ya watoto 52 kwa mimba 17, na namshukuru Mungu watoto wangu wote wako hai. Aha, sasa nimeanza kuelewa. Lakini Francine, kuna mwanamke huko Uganda aliyedai kuwa yeye ndiye mwanamke anayezaa zaidi duniani. Wewe unadhani kuna mtu ana watoto zaidi yako? Kweli? Hebu nitazame nilivyo. Katika nchi hii kuna mambo mengi ya kushangaza ambayo dunia haijui. Labda ni kwa sababu waandishi wa kimataifa mara nyingi hawaji hapa, ndio maana ni vigumu kusimulia hadithi zetu. Watu wanapoisikia Kongo wanachojua wao ni kuhusu vita na madini tu. Hakuna anayejali kusimulia hadithi kama yangu. Ndio maana nilibaki bila kujulikana kwa muda mrefu. Usikute kuna mtu ana watoto zaidi yangu, labda hapa Kongo au sehemu nyingine. Kwa hiyo bila vyombo vya habari ni ngumu sana kumjua. Francine yuko sahihi. Alijibu swali langu vizuri kuliko nilivyotarajia. Lakini udadisi wangu haukuishia hapo. Anapata wapi pesa za ada ya shule kwa watoto wote hawa? Kusema piko wanasoma, kwanza hapa tulishukuru Tshisekedi anatuletea masomo ya bure. Kiukweli nashukuru sana serikali ya Tshisekedi kwa sababu elimu ni bure. Acha nikwambie ukweli, yaani kama isingekuwa elimu ya bure, basi watoto hawa wasingeenda shule. Lakini sasa kutokana na serikali hii, watoto wangu wanasoma bure. Ninapambana tu kuwapatia chakula, dawa na nguo, lakini ada ya shule hilo lishatatuliwa. Ni vigumu kuamini kuwa nimesimama hapa na mwanamke mwenye uwezo wa kuzaa watoto wengi zaidi duniani. Kila anaponijibu maswali yangu, anazidi kunichochea kumchimba zaidi. Na hiyo ni kutokana na maisha wanayoishi. Na sasa nilimuuliza mtoto wa kwanza wa Francine, anajisikiaje kuwa na wadogo zake 52? Atus biwasome njo mesha jai Kambale. Jina langu ni Kambali, nina miaka 34 na mimi ni mtoto wa kwanza wa Francine. Mama aliolewa na mume wake wa pili nikiwa na miaka 2 tu. Nilimchukulia mwanaume huyo kama baba yangu. Alinilea vizuri sana. Alikuwa baba bora kwangu. Kwa bahati mbaya alifariki miezi 2 iliyopita. Tukamuuliza Kambali, unajua majina na nyuso za ndugu zako wote? Siwezi za kusabilia paske. Akajibu hapana, ni jambo lisilowezekana. Wakati mwingine nakutana nao mtaani na siwatambui, hasa ambao ni wadogo. Nikikutana nao wanapaswa kujitambulisha kwangu kuwa ni ndugu zangu. Sio kwamba siwapendi, lakini kuwatambua wote 52 ni kazi kubwa mno. Tukamuuliza, bado unaishi katika nyumba ya wazazi wako? Oui, persone mtushaoa. Akasema hapana, kwa sasa nimeoa na nina watoto 2. Watoto 8 tayari, tuna familia zetu na sisi. Ndio maana wengi wetu hatupo hapa tena, lakini watoto wetu wanapenda kuja hapa kucheza na shangazi zao pamoja na wajomba zao. Wanafurahia kuwa na wenzao wa kucheza nao, jambo ambalo linaongeza mzigo kwa mama yetu kuwalisha watoto wake na wakwetu. Ni aibu sana, maana natamani ningemsaidia mama yangu zaidi, lakini kazi yangu haiaminiki. Siwezi kumsaidia kila siku.
Baadhi ya watoto wa Francine ni wakubwa vya kutosha kuweza kujitegemea, lakini walipokuwa wadogo hawakuwa na bahati, maana fursa iliyopo kwa sasa kwamba elimu inatolewa bure kipindi hiko haikuwepo, jambo ambalo linamfanya Francine apambane zaidi. Mimi ni mtoto wa 5 katika tumbo la mamangu, lakini nimebahatika kuishi nchi jirani, nimeishi Tanzania sana. Mimi ni mtoto wa 5 katika familia hii ya watoto 53, lakini nilikuwa na bahati ya kukulia katika nchi jirani ambayo ni Tanzania. Nilirudi hapa miezi miwili iliyopita kwa ajili ya mazishi ya baba yangu. Kwa kweli sikujua kama tumefikia idadi hii. Nilishangaa sana kuwaona watoto wote 53 tukiwa tumekusanyika kwenye mazishi. Ilinifanya niwaze namna mama yetu anavyopambana na umati wote huu peke yake. Nimeamua kumwachia Mungu na namuomba sana Mungu azidi kumsaidia. Kiukweli watoto wengi hushirikiana na pia wanampenda sana mama yao na hawalalamiki juu ya kuzaa kwake. Wao hukaa kimya. Na baadhi ya watoto kama Nicole kwa sasa ameamua kuanza kujitafutia maisha mapema, na hivi ndivyo nilivyokutana na Nicole. Jina langu Nicole. Jina langu ni Nicole. Mimi ni mtoto wake wa 25.